Mhudumu aliyedharauliwa katika showroom ya magari. Siku inayofuata alirudi akiwa bilionea. Mhudumu aliyedharauliwa katika showroom ya magari. Siku inayofuata alirudi akiwa bilionea. Je, ungefikiria nini kama mtu unayemdharau ana nguvu zaidi kuliko unavyoweza kufikiria? Hiyo ndio hasa iliyotokea katika Peterson's Auto Gallery siku ya Jumanne lenye mvua ambayo ingebadilisha kila kitu. Sitia. Kama unataka kuona jinsi hadithi hii ya ajabu inavyoendelea, bonyeza kitufe cha thumbs up na ujiunge nasi katika safari hii ya kuvutia. Lily Chen alikuwa amemaliza zamu yake mbili katika Rosemary's Diner. Sare yake bado ilikuwa na harufu ya kahawa na pai ya tufaha. Akiwa na umri wa miaka 38, alikuwa amejifunza kubeba nafsi yake kwa utulivu licha ya changamoto za maisha. Viatu vyake vilivyochakaa vilipiga kelele kidogo juu ya sakafu iliyosuguliwa ya showroom alipokaribia gari la fedha linalong'aa kwenye kona. Alikuwa akiokoa kila bakshishi, kila senti ya ziada kwa miaka mitatu, akiota ndoto za siku hii. Lakini kile kilichoanza kama tumaini kiligeuka haraka kuwa kitu kilichokuwa giza zaidi. Jinsi jicho la muuzaji lilivyosafiri kutoka sare yake iliyofifia hadi uso wake uliochoka kilimwambia kila kitu alichohitaji kujua. Watu wengine, ilionekana, waliamini wangeweza kupima thamani ya mtu kwa nguo walizovaa. Hawakuweza kuwa na makosa zaidi. Je, unatazama kutoka wapi usiku huu? Hebu tuone jinsi hii inavyoendelea pamoja. Lily alikuwa ameamini daima katika kuwatendea watu kwa upole, haijalishi walikuwa ni nani. Akikuwa katika nyumba ndogo ya bibi yake, alikuwa amejifunza kwamba heshima si kitu unachopata kupitia pesa au hadhi. Ilikuwa kitu ulichotoa bure, kama jua linalojoto kila mtu linayeligusa. Bibi yake alisema, mpenzi, hujui ni vita gani mtu mwingine anapigana. Showroom ya magari ilikuwa na nguvu ya kimya ya Jumanne yenye mafanikio. Chuma kililing'aa chini ya taa kali na harufu ya ngozi mpya ilijaza hewa. Lily alikuwa amechunguza kila undani kuhusu Honda Accord aliyoitaka. Alijua ukadiriaji wa usalama, ufanisi wa mafuta, hata rangi gani ingeficha madoa ya kahawa yasiyoepukika kutoka sare yake ya kazi. Hii haikuwa uamuzi wa ghafla. Ilikuwa miaka mitatu ya mipango ya makini. Alipokuwa amesimama akitazama gari, akipitisha vidole vyake juu ya rangi laini, sauti ilimkatiza mawazo yake. Je, naweza kukusaidia na kitu? Toni haikuwa ya kukaribisha. Ilikuwa aina ya sauti ambayo tayari ilikuwa imefanya mawazo. Aligeuka kuona mwanaume katika umri wake wa miaka 30. Shati lililofinyangwa vizuri, nywele zilizosugwa nyuma, na tabasamu ambalo halikufika kwenye macho yake. Lebo lake ya jina lilisoma Blake Morrison, muuzaji mkuu. Jinsi alivyomtazama, akichukua sare yake ya mkahawa, viatu vyake vya kawaida, mkoba mdogo ulioshikwa mikononi mwake, ilifanya tumbo lake lishikane. Ningependa kujaribu kuendesha Accord hii, Lily alisema kwa upole, sauti yake imara licha ya fundo linalokuwa kifuani mwake. Kicheko cha Blake kilikuwa kikali, kikipasua anga tulivu la showroom kama kiu kilichovunjika. Hii ni gari jipya kabisa. Je, una uhakika hautakuwa na urahisi zaidi kutazama hesabu yetu iliyotumika? Tuna chaguzi zenye bei nafuu sana uwanjani wa nyuma. Maneno yaliuma zaidi ya walivyopaswa. Lily alikuwa amekabiliwa na kukataliwa hapo awali. Wateja waliobofya vidole vyao kwake, wafanyakazi wenzake waliodhani asingewahi kuwa zaidi ya mhudumu. Lakini kitu fulani kuhusu Toni ya Blake, jinsi alivyoonekana kufurahia kumfanya ajisikie mdogo, kilipiga tofauti. Bado ningependa kuona hii, alisema, akidumisha utulivu wake hata ingawa joto lilikuwa linapanda shingoni mwake. Uso wa Blake ulibadilika kutoka kwa kudharau hadi kuchukizwa. Sikiliza, mpenzi, sitaki kupoteza muda wako au wangu. Je, unajua hata gari kama hii ina gharama? Tunazungumza kuhusu uwekezaji mkubwa hapa. Neno mpenzi lilining'inia hewani kama moshi kutoka moto ambao ulikuwa unaanza kuwaka tu. Lily alihisi ukakamavu wa kawaida kifuani ambao ulikuja na kufanywa ajisikie asionekana.
alikuwa imeupata mara nyingi, jinsi macho ya watu wengine yalivyokuwa hayaelewani waliposikia alikuwa ni mhudumu tu, kana kwamba ndoto zake na akili zake zilikuwa na umuhimu mdogo kwa sababu ya mahali alipofanya kazi. Naelewa bei, alisema kwa upole, sauti yake ikiwa na nguvu ambayo Black hakuwa atarajia. Ningeshukuru nafasi ya kuzungumza na mtu kuhusu chaguzi za fedha. Tabasamu la dharau la Black lilikuwa. Aliashiria kuelekea Accord inayong'aa kana kwamba ilikuwa johari ya taji. Mpenzi, mfano huu mahsusi unaanzia $32,000. Hiyo labda ni zaidi ya unayopata kwa mwaka, sivyo? Wateja wengine kwenye showroom walianza kutambua ubadilishaji. Jozi moja waliovaa vizuri karibu na maonyesho ya SUV walisimamisha mazungumzo yao. Mzee mmoja aliyekuwa akikagua ndani ya gari la pickup aligeuka kidogo, akijifanya hawasikilizi wakati wazi akichukua kila neno. Mikono ya Lily ilitetemeka kidogo, si kwa hofu, lakini kutoka juhudi za kudumisha hadhi yake. Alifikiria kuhusu bibi yake, ambaye alikuwa amesafisha nyumba kwa familia tajiri maisha yake yote, lakini hakumruhusu mtu yeyote amfanye ajisikie mdogo. Pesa hazibaini tabia ya mtu, alisema, sauti yake karibu juu ya mnong'ono, lakini ikiwa na uzito wa kushangaza. Labda sivyo, Blake alijibu, sauti yake ikizidi kuwa kuu. Lakini kwa hakika zinafafanua aina gani ya gari unaweza kununua. Sikiliza, ninajaribu kukuokoa kutoka aibu hapa. Kwa nini usiangalie kitu cha kweli zaidi? Jozi karibu na SUV walibadilishana macho yasiyo na urahisi. Mzee karibu na gari la pickup alikunja kichwa kwa kukosoa, lakini hakusema chochote. Showroom ilikuwa imekuwa jukwaa na Lily alikuwa nyota asiye na hiari ya maonyesho ambayo hakuwahi kufanya uchaguzi. Unajua nini? Blake aliendelea, ikionekana ametiwa moyo na hadhira yake. Nina Civic ya 2018 nyuma yenye michirizi michache. Labda ni kasi yako zaidi. Au labda ungependa kutazama fedha zetu kwa watu wenye hali ngumu za mikopo. Kila neno lilihisi kama mkato mdogo. Lily alifumba macho kwa muda, akimkumbuka bibi yake akisokota nywele zake kwa upole, akinong'oneza hadithi kuhusu upole na nguvu. Alipoyafungua, kitu kilikuwa kimebadilika katika sura yake. Si hasira, lakini azimio la kimya ambalo lilionekana kubadilisha hewa yote yaliyomzunguka. Kama wakati huu ulishika moyo wako, kama umewahi kuhisi kuwa umedharauliwa au kudhaniwa chini, tafadhali ipe video hii thumbs up. Alinyosha mikono ndani ya mkoba wake, mienendo yake ikiwa ya makusudi na ya utulivu, wakati Blake aliendelea maonyesho yake ya ukatili, bila kujua kwamba kila kitu kilikuwa karibu kubadilika kwa njia ambayo hangeweza kufikiria kamwe. Aibu ilichoma ndani zaidi kuliko Lily alivyotarajia. Alikuwa amefikiri alikuwa amejenga silaha dhidi ya aina hii ya matibabu kwa miaka. Lakini akisimama pale katika showroom hiyo, akihisi kila jicho juu yake, aligundua majeraha mengine hayaponi kabisa. Wanasubiri tu wakati sahihi wa kukumbusha kwamba bado wako pale. Blake alionekana kujifurahisha sasa, akilishwa na tahadhari. Na kuambia nini, alisema, sauti yake ikipita showroom yote. Kama unaweza kunionyesha $15,000 taslimu sasa hivi, nitakuruhusu kukaa kwenye kiti cha dereva. Vinginevyo, nadhani tumemaliza hapa. Mzee karibu na gari la pickup hatimaye alikaribia. Lebo lake ya jina ilimtambulisha kama Frank, na mkono wake uliozika ulizungumza kuhusu miongo ya kazi ya uaminifu. Mwanangu, alisema kwa upole kwa Blake, hiyo si njia ya kumtendea bibi. Blake aligeuka, uchungu wake ukimulika. Bwana, ninashukuru wasiwasi wako, lakini najua jinsi ya kushughulikia wateja wangu. Mwanamke huyu wazi anapoteza muda wa kila mtu. Lily alihisi machozi yakitishia, lakini alikataa kuyaacha yaanguke. Alifikiria kuhusu zamu zake mbili, jinsi miguu yake ilivyuma baada ya siku za masaa 14, usiku ambao alianguka usingizi akisoma majarida ya biashara na ripoti za fedha kwenye meza yake ndogo ya jikoni. Yote hayo yakiongoza kwenye wakati huu, kukataliwa kwa umma kwa kila kitu alichokuwa amefanyia kazi. Uko sahihi, alisema kwa upole.
sauti yake ikiwa na aina ya amani ya ajabu ambayo ilifanya Blake asimame katikati ya sentensi. Ninapoteza muda wangu. Aligeuka kuelekea mlango wa kutoka, kila hatua ikipimwa na yenye hadhi licha ya mwako kifuani mwake. Jozi karibu na SUV walitazama kwa usumbufu wa wazi. Frank alikunja kichwa na kunung'unika kitu chini ya pumzi yake kuhusu heshima na uzuri. Lakini Lily alipofika kwenye milango ya kioo, Blake hakuweza kuzuia pigo la mwisho. Hii, aliita kwa sauti ya kutosha ili showroom yote isikie. Usichukue vibaya, mpenzi. Watu wengine wamekusudiwa tu kutumikia kahawa, si kuendesha magari ya kifahari. Maneno yalipiga kama pigo la kimwili. Lily alisimama, mkono wake kwenye mpini wa mlango, na kwa muda mzigo wa kila dharau, kila kukataliwa, kila wakati mtu alimfanya ajisikie mdogo ulitishia kumponda-ponda. Alikuwa amekabiliwa na ufilisi, alifanya kazi nyingi, alitoa kafara kila kitu kujenga kitu cha maana, na kwa mtu huyu, alikuwa bado ni mhudumu tu ambaye hakujua mahali pake. Je, umewahi kukabiliana na mtu aliyejaribu kukufanya ujisikie mdogo kuliko ulivyo? Je, umeshikilia hadi wakati ulimwengu ulionekana kuwa umedhamiriwa kuivua? Tuambie katika maoni hapa chini. Kesho, alijiahidi. Kesho itakuwa tofauti. Blake Morrison hakuwa na wazo la kile alichokuwa ameweka katika mwendo. Asubuhi inayofuata ilifika kwa uwazi wa kawaida, kana kwamba ulimwengu wenyewe ulikuwa umeamua kusikiliza. Lily alisimama mbele ya kioo chake kidogo cha chumba cha kulala, lakini badala ya sare yake ya kawaida ya mkahawa, alivaa suti ya buluu iliyoshonwa vizuri ambayo ilimbadilisha kabisa. Nywele zake zilipangwa kwa ubdo wenye ustadi, na vipodozi vyake vilikuwa vya hiari lakini vya kitaaluma. Alionekana hasa kama alivyokuwa mwanamke wa biashara mwenye mafanikio ambaye alitumia miaka akijenga kitu cha ajabu. Kejeli haikupotea kwake. Kwa miaka mitatu, alikuwa ametunza siri yake, akiishi kwa urahisi wakati uwekezaji wake na biashara zilikuwa nyuma. Kazi ya mkahawa haikuwa kukata tamaa, ilikuwa utafiti, njia ya kubaki ameunganishwa na jamii aliyopanga kusaidia. Lakini Blake Morrison alikuwa amebadilisha kila kitu kwa ukatili wake. Katika Peterson's Auto Gallery, Blake alikuwa na asubuhi yake ya kawaida, akipanga broshua na kusugulia magari tayari yasiyo na doa. Labda alikuwa amesahau kuhusu mkutano wa siku iliyopita kabisa. Hiyo ilikuwa jinsi aibu yake ilivyokuwa na maana kidogo kwake. Milango ya showroom ilifunguka na Blake alitazama juu kuona mwanamke mwenye ustadi katika suti ghali akitembea kwa nia kuelekea kwake. Kwa muda hakumtambua. Wakati utambulisho ulianza, tabasamu lake la ujasiri liliyumba. Habari ya asubuhi Blake, Lily alisema, sauti yake ikiwa na mamlaka ya kimya. Nadhani tuna biashara ambazo hazijakamilika. Mdomo wa Blake ulifunguka na kufungwa kama samaki anayehema hewa. Wewe ni? Unafanya nini hapa? Niko hapa kununua gari, Lily alijibu kwa urahisi. Magari kadhaa, kwa kweli? Ninawakilisha Chen Foundation na tunatafuta kununua mkusanyiko wa magari kwa mpango wetu wa kufikia jamii. Rangi iliondoka kwenye uso wa Blake. Chen Foundation alikuwa amesikia jina hilo likinung'unikwa katika miduara ya biashara. Shirika lenye siri ambalo lilikuwa kimya kimebadilisha jamii ya mitaa kwa uwekezaji wa kimkakati na kazi ya hisani. Unaona, Lily aliendelea, sauti yake ikiwa laini lakini imara. Jana ulidhani kwamba kwa sababu ninafanya kazi kama mhudumu, singeweza kununua gari. Unachokijua ni kwamba ninamiliki jengo ambalo lina mikahawa mitatu, ikiwa ni pamoja na mkahawa ambapo ninafanya kazi pamoja na wafanya kazi wangu. Nachagua kubaki ameunganishwa na kazi kwa sababu inaniweka na usawa. Frank, muuzaji mzee kutoka jana, alikaribia kwa nafuu ya wazi na kusifu. Bi Chen, alisema kwa heshima, ni heshima kukutana nawe vizuri. Kama umekuwa ukifuata hadithi hii ya ajabu na unataka kuona jinsi upole hatimaye unavyoshinda, tafadhali jiandikishe kwenye chaneli yetu kwa hadithi zaidi za kusisimua kama hii.
Blake alisimama ameganda, akitambua kwamba ukatili wake ulikuwa umemgharimu mauzo ya maisha na labda kazi yake. Mabadiliko katika showroom yalikuwa ya kushangaza. Neno lilikuwa limesambaa haraka kupitia showroom kwamba Lily Chen, mhudumu kutoka jana, mtoa hisani bilionea, mwanamke Blake aliyedhalilisha, alikuwa amesimama kwa utulivu katikati yao. Meneja mkuu alitokea, jasho likibubujika kwenye paji lake la uso, akifuatiwa na wafanyakazi wengine waliosikia minong'ono ya hali. Bwana Morrison, meneja alisema kwa upole, je, naweza kuzungumza nawe faraghani? Lakini Lily aliinua mkono wake kwa upole. Haitakuwa muhimu, alisema, sauti yake ikiwa na aina ya nguvu, ya kimya ambayo inakuja kutoka miaka ya kujenga kitu cha maana badala ya kubomoa wengine. Siko hapa kwa kisasi. Niko hapa kwa sababu jamii hii inahitaji usafiri wa kuaminika kwa wafanyakazi wake wa huduma, walimu wake, mashujaa wake ambao huweka ulimwengu wetu ukiendesha. Aligeuka kumkabili Blake moja kwa moja, na sura yake haikuwa na hasira, tu aina ya huzuni ambayo inakuja kutoka kushuhudia ukatili usiohitajika. Jana ulidhani thamani yangu kulingana na sare yangu. Ulisahau kwamba kila mtu unayekutana naye anapigana vita usiyoyajua, akibeba ndoto usizoweza kuona, na anastahili heshima bila kujali hali zao. Uso wa Blake ulikuwa umebadilika kutoka nyekundu hadi rangi ya kijivu hadi kitu kinachokaribia kijivu. Bi Chen, mimi naomba samahani sana. Sikuwa na wazo. Hapana, Lily alisema kwa upole. Hukuwa na udadisi. Kuna tofauti. Ulichagua kuona tu kile kilichohakikisha mawazo yako badala ya kunifanyia kama binadamu anayestahili kujulikana. Frank alisonga mbele, mikono yake iliyozika imara licha ya hisia zake za wazi. Bi, kama utaniruhusu, nitakuwa na heshima kukusaidia na uchaguzi wako wa gari. Na nahidi utatibiwa kwa heshima unayostahili tangu saa ulipoingia jana. Lily alitabasamu. Tabasamu la kwanza la kweli alikuwa amevaa tangu kuingia showroom. Asante Frank, nitashukuru sana. Katika saa inayofuata, alinunua magari 12 kwa mpango wa jamii wa Chen Foundation, ikiwa ni pamoja na Accord ya fedha aliyokuwa anataka awali, si kwa ajili yake, lakini kwa mama mmoja aliyekuwa akitembea maili 5 kwenda kazini kila siku. Kejeli ilikuwa nzuri. Ukatili wa Blake uliongoza kwa ununuzi ambao ungebadilisha maisha 12. Alipokuwa akijiandaa kuondoka, Lily aligeuka nyuma mara ya mwisho. Showroom ilikuwa kimya, wafanyakazi wakiendelea kuchakata kile walichokuwa wameshuhudia. Blake alikaa kwenye dawati lake, akitazama karatasi ambazo hakuwa anasoma. Kuna kitu nilichojifunza kutoka kwa bibi yangu, Lily alisema, sauti yake ikifikia kila kona ya chumba. Alisema kwamba jinsi tunavyowatendea watu tunapodhani hakuna mtu anayetazama huonyesha ni nani kweli. Mhudumu uliyemfukuza jana ni mtu huyu anayesimama hapa leo. Kitu pekee kilichobadilika ni mtazamo wako. Alitembea kuelekea mlango wa kutoka kwa hadhi ya kimya ile alikuwa amebeba siku iliyopita. Lakini wakati huu alibakia nyuma kitu cha thamani zaidi kuliko mauzo yoyote. Somo la ubinadamu ambalo litakumbuka katika showroom hiyo kwa miaka ijayo. Kama hadithi hii ilikugusa, kama ilikukumbusha kutazama kwa kina na kuwatendea wote kwa upole, tafadhali like video hii, shiriki mawazo yako katika maoni, na jiandikishe kwa hadithi zaidi zinazosherehekea jambo la ajabu katika la kawaida. Wakati mwingine mabadiliko yenye nguvu zaidi hutokea si tunapobadilisha ni nani, lakini wengine wanapona hatimaye. Ni nani tumekuwa tangu mwanzo. Asante kwa kujiunga na safari hii pamoja nasi.